Hey, y'all, come look at this. Na baraza la wazee wa vipara wamelaumu serikali ya kwamba wanafaa waletee msaada wa kofia. Na wananchi wa Kenya wafupi wamelaumu ya kwamba watengenezaji wa viatu wanafaa watengeneze viatu ambaye viko sawa na vya watoto. Habari kwa fupi, tutakapopata habari tutaarifu wasikilizaji kutoka Radio Madola. Kuna mwenzangu mmoja ambaye amejulikana kama Simboman ameniomba kibao nimwekee tangazo maalum. Wanakandanda wa village ya Mtubuko wameenda kucheza huko Samia, lakini walikuwa na timu mbili ambayo zinaenda kupambana. Kama vile wameenda wachezaji 11 na kila timu huwa na wachezaji 11 ambayo wanaenda kwa timu huwa na wachezaji 11 ili waende kupambana katika hiyo mchezo. Kama vile wanakuwa wachezaji 11, kulingana na hiyo idadi tunacheza nambari moja hadi nambari 11, na kila mchezaji kucheza nambari yake. Kama vile mchezaji nambari 1 ni mlinda lango, mtakaji mnakaji, ni kazi kubwa ambayo anafanya katika ile lango akivukwa na madui wala mchuchumuo. Kwani yeye inasema kwamba jambo silijua kama sikukuu ya giza totoro, tafadhali ujihadharishe kabla ya hatari. Wewe ukapata na makubwa nao kajuta, na majuto ni mjukuu kuja kinyume. Tuko na masa. Kuna mgeni mheshimiwa amejulikana kama Profesa Matata anakuja ili tujue amepata hii kibao ya uimbaji, hii kipawa alitoa wapi, ili tuweze kujua. Kutoka Radio Madola FM tutamkaribisha kwa muda tu, atakuwa amechipuka. Odikodi. Profesa. Kumbe hapa ndio studio ya Madola FM. Studio ya Madola FM. Okay, asante sana. Nikaribia, si ndio? Karibu. Karibu sana. Habari ya mtangazaji? Mzuri sana. Uko mzima? Karibu kwa studio. Mimi nimejulikana kama mtangazaji, amejulikana kama msomi mjinga. Kutoka hapa nakusikianga studio Madola. Naona studio yetu ya Madola, studio imebamba kabisa. Hii inawika. Nimetoka huko ni kusima kule Burangasi iko sawa. Sasa mimi nimekuwa na kuona kwa YouTube, kwa internet, kwa Facebook. Ndio hiyo. Tuwe ni msanii maalum kabisa.
wa kijiji kabisa. Na karibu sana. Nashukuru. Nasema ni asante hata kwa makaribisho ya kwako, imefanya nimefurahia ndani ya roho yangu. Asante. Kwa maana nasikianga tu hiyo radio bwana inavuma Kenya mzima, dunia mzima, ulimwengu, mpaka kule India ni pahali mimi nafanya. Yes. Mimi ni msanii mwenyewe, wale ambao wazionijua najulikana kama Profesa Matata. Ndio huyo sasa. Ndio huyo mimi. Unaona leo live umeniona tu kwa picha. Leo nimeonekana live ba. Damu kwa damu. Damu kwa damu. Yes. Yengo. Asante. Sasa nashukuru. Naona mitambo iko sawa. Sasa. Sasa mimi nimekuita hapa pia umetualika na nimekungoja. Kwa usanii umechukua muda gani ili uingie kwa usanii? Kweli upande ya kwangu usanii sasa ni mwaka wa hii ni mwaka wa kuanzia 1997. Sasa hii ni miaka 50 tangu nianze kutoa wimbo. Sasa hiyo wimbo ulingana na hiyo wimbo. Kwa ukiimba hiyo wimbo kwa unapata faida gani? Wimbo kulingana sehemu za kale zile za zamani tulikuwa na compact, tukatoka kwa compact tukaingia kwa ile sahani inaitwa diski. Tukakuwa hapo. Sasa mambo inabadilika lakini sasa hii digital, sasa tunaweza tumia Bluetooth. Sasa hii ni mambo ni digital ama tutumie flash. Ndio hiyo ama memory. Sasa katika memory ni wale wenye wanachukua pahali, hata sasa kazi nimeshatoa wimbo natuma kwa YouTube. Alafu sisi tunaona pale. Sasa ukishafika kwa ile YouTube, subscribe tu jina Profesa Matata. Yes. Msanii ninaleta vitu zangu, lakini kitambo tulikuwa tunauza compact, zinasikika. Sasa wanauza, lakini sasa walikuwa wanatumia kwa radio cassette. Kwa radio cassette. Zile zetu za zamani. Ndio hiyo. Sasa ninaona mambo ikakuja kabadilika. Ndio kwa maana unaona sasa vile sasa hivi linaendelea kubadilika. Sasa hii shilingi yako sasa inakuja kwa internet. Sasa unapata kwa YouTube. Sasa ukiingia YouTube na naangalia vitu zangu kama imekupendeza Matata Komedia, na unapata vitu zangu pale. Sasa vile kwa unaweka kwa YouTube, kwa serikali kwa inakukata kitu ama unaenda tu free? Hapo mtangazaji hapo umeniuliza jambo mzuri, ile ambao watu wengine waelewi. Vile kwa natuma vitu zangu kwa YouTube, Safaricom kwa inanikata, hiyo ni ushuru inaenda direct kwa serikali. Alafu shilingi moja yenye watu wanaingianga ndani wakiangalia vitu zangu, view, subscriber, whatever. Sasa hiyo inaenda kwa watu tunagawana na serikali na Safaricom. Kidogo inaenda kwa channel yangu, yani kwa account yangu. Sasa utakapoenda kutoa wimbo, kwa unapitia kwa changamoto gani? Kweli hapo nayo changamoto iko, kwa sababu unaenda kwa studio fulani, alafu record pale wimbo, ukipeleka kwa studio kama hii, na mtangazaji anasema ati hii quality ni iko mbovu. Kwa maana sasa hakuna msikilizaji hawezi kuifuatilia, na umeshalipia pesa, umeshalipia wimbo, imeenda tu namna hivyo. Hiyo ndio changamoto yenye watu tunapata. Sasa hiyo changamoto bado niko na maswali. Sasa kwa hiyo changamoto, mtu kitambo umetoa wimbo wako, mbona anasema ati sio mzuri? Ye wandi anasema ama wenye wanasikia hiyo wimbo wote. Unaona sasa wale wenye wanasikia wanakufuata, hawa mafans wako wanasema messages ziko sawa vile nimeimba, lakini producer hajalinganisha beats na sauti yako. Hajaedit vizuri, hiyo sauti ikue nyororo pamoja na ile ilingane na ile beat. Hiyo ndio shida yenye changamoto ambayo tunasikia, yenye tunapitia kwa ndani. Acha tuingie kwa hewani, alafu tutarudi. Sasa hiyo ndio wimbo, weka wimbo yangu ya
Sasa wakati wa sasa bado tutakuwa na changamoto ya wasanii wale wasanii wa madola wale wenye wanasikia Madola FM. Tunatakana serikali wasaidie ili muendelee kusonga mbele ili watu wasonge mbele, tusonge mbele, tuinuke tu. Sasa msanii mnatembea chini, hakuna maana hapa. Msanii hapo ni kweli, kusaidie uonekane. So naona watu kama wale wasanii watazimbawa wakina Munishi, wasanii kama wakina Babo Tongolo, wale wako na ani waheshimiwa wao wako karibu nao na wasupport. Sisi katika Kenya yetu hii hatuna support kwa watu wetu wakubwa kama waheshimiwa. Kama mimi mheshimiwa wangu ambaye anajulikana kama MCA wangu, hata anajua mimi niko na talent ya kuimba, lakini bati anasachukua mtu kutoka Nyamwenge huko kuja perform, lakini sisi watu wakaje wa hapa anatudharau tu na maana hivi, kwa maana tunabaki tu pale. Sawa kabisa. Na wasanii sasa tutaweza kupata aje hao wasanii wengine wenzao na wasanii inalingana na mtu vile vile hako naweza kusema tu wasanii kama kina Onjidi, wasanii kama Ombata, wasanii kama Ombede, au kulingana na inalingana na bidii ya mtu, lakini wako tu. Sijawahi kutana kwa na msanii ambao anafuma kama mimi akuje tuungane sasa kama Profesa Matata ndio hiyo, utakapokutana na mtangazaji anayejulikana kama Msumi Mjinga mimi ndio hiyo, sasa tunaweza weka aje mawazo pamoja ili tusaidiane kwa usanii kama mimi nikijitolea binafsi? Okay, sasa kitu ya kwanza ni kuweka mawazo, mahindi yako siji mawini mawazo iwe kwa kitu ambao unajua. Mimi producer wangu ama manager wenye nilikuwa naye Mwanza aliniambia Matata, hii kitu iwe kama kazi yako, ichukue kama kazi, usichukue kama joka. Ukiwa na kitu yenye unajua usanii iko na kitu, sasa hiyo usanii iko na usanii kulingana na vile natoa vitu hivi, ninaichukua kama kazi yangu, sichukue kama masaha. Ni ukitaka kuungana na mimi niko tayari, ushikie uchukue mamlaka yangu ambaye yani sijui nitasema aje, yani unifuate vile mimi nataka. Sasa kama vile ukitaka kupata watu kama naita kama maboki hivi, ni genge la watu alafu mnasapotiana. Sasa tunafanya kama mchango. Kwa nini mnachangia pastor ananunua gari na wasanii wataki kuchangiwa? Hapo ndio umeuliza vizuri mtangazaji. Msome Mjenga, umesema kitu ya maana. Ndio kwa maana nimekuja na jambo la maana mwanzo. Sisi wale waheshimiwa wetu wametutenga. Hata juzi nilikuwa na harambee kununua tu mic bana, hata kunichangia tu shilingi hata 50 bob. Hata uwezi pata mchango ya pastor pale. Sija kupata. Lakini wewe unachangia pastor. Na mimi nachangia kila Jumapili. Mimi siwezi kuona. Anaweza kuchangia hata shilingi 10. Sasa yeye anataka fungu la 10 kwako. Anaona anapunguza gharama, anasema tu pesa ni ya Mungu. Allah. Allah. Sasa sijui hapo, lakini sasa wanaona mtangazaji Mjenga, kitu yenye nataka, naona hata messages zinakuja kwa screen. Nimeona zimejaa sana. Unasema Mako, huyu jamaa anasema aje? Huyu kama vile tutasoma Williba Okwato amesema kwamba
mchango ambayo mko hapo iko sawa kabisa. Alafu naona Wilberforce Odwaro anasema msanii ako sawa, hata anataka umwekee kwa wimbo yake yenye alitoa. Anataka sikie, na ananiuliza kama wewe Matata, mimi ni msanii kutoka chini, unaweza kunisaidia namna gani? Huyo tuko na msanii amejulikana kama Ondiek Kisohoho, anasema kwamba ngoma hiyo ya msanii Matata inampamba sana. Okay. Kutoka sehemu ya Chwele. Nashukuru kabisa. Tuko na msanii kutoka Kibira amejulikana kama Orudo. Anasema kwamba hii ngoma iko fit. Yes. Nikupongeza tu jamaa, endelee kuenda mbele. Nashukuru kabisa. Hayo tu, tukitoka hewani tutakuwa na mkutasa, alafu tutaendelea. Hiyo sasa ndio wimbo yangu ya 3 hiyo. Hiyo ndio wakati tulikuwa vijana. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Lalu bobo wajib fahudi dah tu. Msanii, kwa hiyo wimbo unaonaje vile inabamba? Hiyo wimbo nilitolea kwa studio ambayo inajulikana kama Cinema pale Bumala. Kwa inaitwa Ghetto. Nilitolea huko, nilitolea hiyo wimbo huko. Kuna msichana alikuwa na yani kila wakati anataka mkate. Kila wakati nikimnunulia mkate ya bread anasema anataka mkate wa butter. Sasa nikauliza mkate ya butter ndio aina gani? Sasa ikabidi nikaenda kwa duka fulani pale kwa Peshamart pale Bomala, nikaulizia hiyo mkate ya butter kama inazapatikana. Pale ile butter ya manyoa. Sasa ni kama kwa maana vile nimeingia huko wakatafuta pale kwa supermarket wakupata hiyo bata, wakanituma enda sokoni ya Makuku pale utapata huko bata. Sasa nikajiuliza mkate ya bata ikumba kuna mkate na bata. Sasa nikatoka hapa nikaingia pale kwa soko ya Makuku pale nikapata bata. Sasa nikamuletea kama msichana ndiye kafurahi kabisa. Akakula sasa nyama ya bata. Na mimi naye nilisikia nataka mkate ya bata. Baada sasa nikatoka hapa nikatoa hiyo wimbo nikachanganya na mwana hivyo. Sasa hiyo naye ya 3 ambayo ilikuwa inaingia hiyo naye nimeimbia Molerekwe. Kumbe hiyo wimbo ya mkate wa bata. Kumbe bata iko na mkate natengeneza. Na mimi bwana sikuwa najua, lakini sasa vile niliingia kwa supermarket pale Peshamart. Sasa wakanielekeza enda huko nyuma ya pale wanauzianga mabata huko utapata. Sasa hiyo nyingine niliendea kwa studio pale Molerekwe. Pale Molerekwe chini. Kule Molerekwe pale. Hapo Molerekwe hapo ndio nilienda nikatoa hiyo wimbo. Nikaona sasa iko sawa. Inabamba. Inabamba, nimeona inaingia kwa kifua. Ndio hiyo sasa. Hivi fua yetu kubwa sasa hiyo ndio nilitoa last wakati wa President Moi alikufa. Nikasema wacha niende nitolee hiyo wimbo. Hebu chunga kidogo. Niweke kidogo. Hiyo ngoma iko sawa na hata inatoa uzee. Mimi nakwambia natoa mimi nakwambia natoa vitu, yani ninatoa vitu moto moto, kwa maana hata
Ndio kwa maana wao wasanii wengine wananyenyemelea, lakini wanafanya chuki. Unaona huyo jamaa vile ameniuliza huyo msanii mdogo huyo. Akuje ndawacha hapa namba yangu ya simu, kwa maana naona ananiuliza namba ya simu yangu. Nisome ama nifanye namna gani? Namba ya simu. Nimsomee. Namba ya simu utasoma. Wacha nisome basi. Namba yangu ya simu tafadhali msikilizaji, usiniflash, nipigie na usinipigie usiku, hapo nakuanga na mwenzangu. Sasa namba yangu ya simu ni 07 9404 8078. Wacha nirudie tena 07 9404 8078. Wameanza kunitafuta. Halo. Sawa kabisa. Sasa mtangazaji, ninaona nashukuru kwa kazi yako, naona iko sawa. Ninashukuru hata vyema. Alafu sasa wakati wa sasa tumeshatoka upande wa usanii. Ukiingia upande wa siasa, wacha tuende hewani kidogo, alafu rudi kwa maneno ya siasa. Sasa upande wa siasa, kama vile umekuja hapa, vile umetembea huko nje, tukaona ya kwamba huyu Sifuna anaweza tusaidia Kenya yetu, ama iko namna gani? Asante sana mtangazaji wetu mpendwa, Msomi Mjinga, kwa kupitia kwa hewani kwa redio yetu ya Madole FM. Mimi nataka kusema hivi, Sifuna ako sawa. Ninataka kuambia vijana wenzangu kule nje, kitu ya maana, mshike kura, muwe na kura na vitambulisho kwa nguvu. Sifuna ako na mamlaka mzuri, ako na maono mazuri. Anataka kukomboa nchi ya Kenya. Ondoa, ashukishe Kenya kwanza, itoke na ufisadi yao. Naona mambo ya Sifuna iko sawa. Mimi niko nyuma yake na Sifuna. Sasa vile wewe unasema Sifuna ako sawa, umefanya upelelezi gani ndio ukaona kwamba Sifuna anaweza ongoza Kenya? Kitu ya kwanza, mzee Raila alimuacha kama kuna kitu. Hata Raila wakati walikuwa naenda mikutano, Sifuna akiongea na anasema anaambia kwa umati, Sifuna akiongea ameshaongea. Sifuna akipitisha kitu, mimi nimeshapitisha. Hakuna la kufanya nini, la kupinga. Kwa hivyo Sifuna naona ako na spirit ile ndani, iko ndani mwake ya baba Amolo Odinga, kwa maana anataka kukomboa katika inji. Unaona sasa mafuta imepanda, kila kitu imepanda. Hata ukisalamia msichana kwa mikono lazima umpe pesa, ni pesa fulani. Hata mapenzi kwa kitanda ni ulipie. Sasa hiyo shida inafanya watu vitu inapanda. Hata sema ni Kenya kwanza, kwa sababu ndio imeingia Kenya. Kenya kwanza limefanya vitu yani wamekopa vitu, wanalia, wanakopa, wanalia, wanadanganya, hata utafanya sijui bodaboda, mama mboga. Sasa iko wapi? Sasa mama mboga ate mob up. Ati mob up. Hiyo alituchezea tu kama mimi mtangazaji, mmejulikana kama mtangazaji Msomi Mjinga. Nasema kwamba Sifuna achukue timu yake. Yes. Tusimulete down. Yes. Tu alafu sisi wenyewe tuchunge kura zetu. Kabisa. Sasa mtangazaji? Mimi nashukuru. Nataka kupanda ndege, nataka kwenda Nigeria. Nataka kwenda Nigeria kwenda kuperform mambo mengine. Ya, asante sana. Asante sana. Sasa muda sio mfupi. Nitakuwa na mtangazaji anayejulikana kama Ondieki Owele. Okay. Atakuwa asante. Okay.
Aha. Yourself a season.